kuna vitu vimetokea na distribution ambayo inasimamia kazi zangu imezuia mapato kwa miezi 8. Kwa miezi 8 almost siwezi kuinvest tena kwenye kazi yangu. Sio kama siwezi kurekodi, yes, mimi na record kila siku, na ndio maana nawapostia watu kuona kwamba bwana mimi nafanya kazi ila hazitoki kwa sababu kuna hicho ambacho tumekiwasilisha, right? Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kimefika kwa walezi wetu BASATA. Nadhani itakuwa ni vizuri zaidi kama kikifanyika kwa haraka, ili ndoto ya kijana mimi isije ikafifia na isije ikapotea ikaishia kwamba msanii ambaye ni wa Kitanzania, kijana ambaye alikuwa anapambania career yake imepotea kwa sababu ya kuwa tofauti na kampuni fulani. So niwaombe tu wazazi wangu BASATA, walezi wetu, shirika ambalo mimi naamini ndo baba yangu ndo mama yangu, kwa sababu wao ndo wametuwekea maadili pia ya muziki wetu wa Tanzania, wanisaidie kwa hili kwa uharaka zaidi, kwa sababu pia kutetea career yangu pia. So yes. Na kipindi ambacho umezuiliwa mapato yako yote, labda ulijaribu kufuatilia ili kufahamu sababu kubwa ya mapato ambayo ulikuwa ukiyafanyia kazi kwa takriban miezi 8 kuzuiliwa ilikuwa ni nini? Mapato yanajulikana na of course wamewasilisha kila kitu, na ni mkwanja tu mrefu, yani ni mrefu tu, yani ni mkwanja. Yani nunua kiwanja nyumbani. Sio nyumbani Dar es Salaam. Sio nyumbani Dar es Salaam. So miki kubwa ni muombe tu Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi kwenye hilo, ili liwe kwa uharaka zaidi, liwe jepesi, ili watu tupate kutoa kiu zetu, kwa sababu mimi mwenyewe na kiu ya kumuona shabiki yangu anaimba nyimbo yangu, kwa sababu mimi ninavyorekodi muziki always niko ndani. So nahitaji kuona improvement kwa watu kwamba ulichokifanya it's a big thing, yeah. Okay, sawa. It's a long time. Muziki umebadilika, naweza nikasema hivyo. Sasa hivi tuna huu upepo wa mapiano. Yes. Na tukitazama Ibra hatujawahi kumuona kwenye hii nafasi. Tunaweza tukamwika Ibra hapa akarudi yule Ibra ambao tunamtamani arudi, akatupigia mapiano. Yeah, of course, kwa sababu mimi nafanya muziki wote. Mimi sifanyaga mbona mapiano. Labda kama hujapata nafasi ya kusikia kwa sababu haikupata promotion ya kujitosheleza. Okay. Yes, of course, mwanzo wa mwaka nilifanyaga Tunapendeza, nilifanyaga na bro, lakini haikupata bahati ya kushoot video, official video, lakini ilikuwa na lyrics video. Na inafanya vizuri mpaka sasa hivi ina milioni ngapi? Milioni. Kwa ukiona tu imefika kwenye mamilioni huko, it's a good song, kwa sababu watu hawezi kuangalia kitu kibaya, hawezi kusikiliza kitu kibaya, right? So I'm so nakumbuka kuna moja ya interview ambayo nilitazama, alikuwa anafanya mwanamuziki mmoja kutoka nchini Kenya kama sikosei. Jina anaitwa jina lake nimelisahau, limenitoka kidogo, ila aliulizwa Tanzania sasa hivi wanafanya muziki wa mapiano na unafanya poa sana, kwa sababu ndio muziki ambao kwa namna moja au nyingine unaweza kusema umeteka Afrika kwa ujumla, na mapiano unatengeneza, unaenda mbele, hata mbele tukiangalia duniani huko mapiano inafanya vizuri. Kwa nini Kenya wasanii wakubwa hawafanyi mapiano? Akazungumza kauli hii kwamba muziki wa mapiano ni muziki wa upepo, siwezi kufanya muziki wa upepo. Tunakubaliana na yeye kwamba mapiano ni muziki wa upepo, unapiga alafu unaondoka? Kwanza hakuna muziki wa upepo, yani muziki unatakiwa ujue tu kwamba muziki ni roho moja. Leo ikitokea singeli imefanya vizuri Tanzania, watu wote wakawa wanaimba singeli, sio upepo. Okay. Yani ni kitu kizuri. Kitu kizuri siku zote huwa kinapendwa. Ama piano ni muziki mzuri, lakini inategemea na wewe umerepresent nini. Right? Ama piano nyingi nasemaga sio nzuri kwa sababu wengi wanaimba tu pombe, kulewa, na nini, yani ni vitu tu kwamba yani wewe unahamasisha tu mambo ya pombe tu muda wote. Mkumbuke kwamba kuna watu mtaani kule mmeacha, wanataka kusikia muziki, wanahitaji kusikia mmeimbia yale maisha yao ambao wao wanaishi. That's it. Yani mimi ndio hicho nachodoubt kwenye mapiano, lakini kusema mapiano ni muziki mbaya, na kuna wengine nasikia wanasema mapiano inaua Bongo Flava. That's not true, kwa sababu Bongo Flava ni Bongo Flava na mapiano ni ya mapiano. Ukitaka kuapprove watu wrong, fanya kitu kikubwa kwenye Bongo Flava. Watu watapenda. Always binadamu ameumbwa kupenda vitu vizuri tu. Na ndio maana binadamu ukimkwaza kwenye chochote kibaya, hawezi kuwa sawa na wewe hata kidogo. Yes. Sasa lakini sasa hivi tukitazama kwenye hiyo kauli ya watu ambao wanasema mapiano imeua Bongo Flava. It's true, tukitazama mapiano imetake over. Hatusikii ule muziki ambao tumeuzoea kwa Watanzania wenzetu. Hatusikii ile ladha ya muziki ambao tumeizoea kuisikia kwenye masikio yetu. Kuna vitu ambavyo tumevizoea kuvisikia, lakini hatuvisikii. Kwa maana hiyo wale ambao wameongeeva wanaonyesha kama kuna ukweli hapo kati. Sasa hapo kuna utofauti. Unajua kuna kufa na kuna yani hapo alongea hivyo ni kitu ambacho kwanza ni kitu cha ajabu. Yani Bongo Flava haiwezi kufa. Ni kwamba ikifa Bongo Flava muziki wa Tanzania unakuwa ni ya mapiano.
ya Bongo Flava ipo kama Bongo Flava. Kwa anayejisikia kufanya Bongo Flava anafanya kwa kipande chake. Na anayejisikia kufanya mapiano, yes, anaweza akafanya kwa sababu ni business. Yeye amejiona yuko huko, anaweza kupata chochote huko. Yeah, so it depends. Na nakumbuka niliangalia kwenye Insta story ya Sheta, alisema sasa ni muda wa kurudisha mziki wa Bongo Flava. Na tumeona kachia ngoma pale juzi kama sikosei. Ngoma yake ni nzuri na inafanya vizuri. Kwenye hili unahisi tuna uwezo wa kuiondoa mapiano tukairudisha Bongo Flava kwenye chati ambao tulikuwa tunaiweka tangu hapo mwanzo? Bongo Flava mbona ni mziki mkubwa sana jamani. Ila sasa umeshuka, tukiangalia kule tunaona mapiano tu. Sababu umeshuka kwa sababu vizazi ambavyo vinaipresent Bongo Flava hawafanyi Bongo Flava, right? Wenda wameamini kwamba uko wanakofanya ndio kuliko na manufaa zaidi, right? Lakini Bongo Flava haiwezi kufa, yani ni never. Yes. Tunawaambia nini kaka zako? Maana asilimia kubwa ya watu ambao huwa wanafanya hivi vitu ni kaka ma giant umwakuta kwenye industry. Nini ambacho tunawaambia? Cha kuwaambia tu ni kwamba wafanye tu kitu kizuri. Yani mimi haijalishi wewe umefanya kwenye engo gani. Fanya tu kitu kizuri. Lakini hata kama ukifanya mapiano, mtu atakaye kusikiliza akirudi atafuata kacha wa Tanzania, mziki wao ni nini? Ni Bongo Flava, right? Atasikiliza kwa sababu Bongo Flava tumefanya nyimbo nyingi za Bongo Flava ziko. Kama mtu ameona nyimbo zake za Bongo Flava alizozifanya hazina faida, mwacha jaribu kuona anapona yeye atamsaidia. Yes, kwa sababu ni biashara ya. Yeah. Natamani uclarify kipindi ambacho tunaona watu wanatoka Konde Gang, ametoka Kili na Chidi alafu akatoka Angela. Kuna uvumi ukawa huko chini kwa chini, watu wanasema Ibra naye ni mmoja kati ya watu ambao wanakaribia kutoka kwenye lebo. Watu wakaa najiuliza, kwani Ibra naye anatoka? Si tumeambiwa ile ni Konde Gang alafu kwa ajili ya Makonde watupu alafu Ibra Makonde inakuaje? Ikabidi nisema mimi nikikutana na Ibra nitamuuliza hii. Kulikuwa kuna namna ya wewe kutoka ama kulikuwa kuna misunderstanding hapo kati? Kwanza kabisa ni wakati wanaosema kauli ya kwamba Konde Gang ni Konde Gang tu, kwa sababu Konde Gang na members karibia 40 sasa hivi kama sikosei kwenye 30 na, lakini kwa Makonde sijui tuko 4. Kwa Makonde mpo? Kama sio 4 ni 5, yani kitu kama hicho. Yes, tukijumlisha na ambao wanakuja kutusalimia ndugu zetu. Okay. Right? Lakini nikisema wale ambao wako chini ya lebo? Wako chini ya lebo tuko wachache, yani ni mimi, Anko Duke. Okay. Yeah, of course. Na kuna brother wetu mmoja ni anaitwa Njengo. Okay. Yes. Hao ndio Makonde ambao wako kwenye timu ya Konde Gang. And hao wote wengine wanaobaki wote sio wa Makonde, lakini ni Konde Gang. Nirudi tu kusema kwamba sio lazima wewe unapochukiana na mtu na mimi nichukiane naye. Okay. Na sio lazima wewe mahusiano yako na mtu yanapovunjika na kwangu mimi yavunjike. Yani hicho sio kitu cha ukweli, na dunia haiko hivyo, na mahusiano ya binadamu hayako hivyo. Right? Miki kubwa mimi nimshukuru tu Mwenyezi Mungu, tunazidi kuwasiliana vizuri, na palipo kuvumiliana tunavumiliana kwa sababu ndo binadamu. Hamna sehemu isiyokuwa na changamoto. Never. Okay. Yes. Sasa nataka tulizungumzie hili pia. Nakumbuka Angela kwenye moja ngoma yake hii ambayo ametoa sasa hivi aliweka kipande ambacho kinamuonyesha mtu anayefanana na Harmonize pamoja na Kajala kuwageuka huko, ndugu yangu, acha kuchekea pembeni. Geuka watu wakuone. Wakati sasa anaonyesha yale maudhui kwamba kipindi ambacho Kajala alikuwa hapa alikuwa ni mtu ambaye anasimamia maokoto, naweza nikasema kwa namna hiyo. Kwamba kila kitu ambacho msanii anaweza kawa anakitaka basi Kajala ndio muhusika. Kuna ukweli wowote kwenye hili kwamba Kajala alikuwa anawazuia baadhi ya watu kuchukua pesa kwa Konde? That's crazy. Mimi ninachoamini ni kwamba wakati Kajala yuko Konde Gang, yeye ndo alikuwa mtu ambaye anayo mapato yote, yani like bro akipata chochote basi hata ukimfuata muda mwingine atakwambia like mfuate meneja, kwa sababu hata mimi niliposti nikasema ndo meneja. Okay. Na hata kwenye interview zangu nikasema yes, nikitaka maukoto napita kwa meneja. Kwa hiyo sijajua kama yeye alikuwa na njia yake huko, alifinyiwa labda alinyimwa. Okay. So ndio maana nakwambia ni wao, yani mimi sina matatizo na mtu yote. Kwa hiyo na maana ile ilikuwa ni kwa yeye tu, ndugu yetu, dada yetu kipenzi. Labda kwa yeye labda, lakini mimi sikuiona kwa sababu sikukutana nayo. Ningekutana nayo. Hujakutana nayo situation. Mimi nikikutana na kitu sikusubiri, yani mimi sikusubiri, mimi nakwambia ukweli kwa sababu haya ni maisha. So nabanaje hela sasa tuishije? Sawa, through this ambazo tulikuwa tunakiona kwenye mitandao, kwamba huyu anajibu hiki, huyu anaongea hiki, Kajala anamjibu, anamzungumzia hivi Harmonize anamzungumzia hivi Kajala. Wewe ulikuwa huko chini ya Konde Gang, Harmonize ni bro, ni rafiki yako karibu, naweza nikasema unapata nafasi ya kuzungumza naye. Ulikuwa unazungumza na nini on that time ambao unaona vile vitu vinaendelea kwenye mitandao?
Konde ni damu yangu, lakini kitu ambacho mimi nimejifunza kwenye maisha yangu, siwezi kuingilia mahusiano ya mtu yoyote wala mtu yoyote anapogombana na mpenzi wake, kwa sababu kilichowafanya wakawa pamoja haukijui. Right? Mapenzi ni mapenzi. So kama wazazi wake wapo, watu wake wa karibu wengine wapo, mimi kama mdogo wake nilikaa hivi nikaangalia, kwa sababu na mimi kuna niliyoyapitia na yeye hakunishauri chochote. Yes. Na kwenye hilo pia nakumbuka kipindi ambacho unatutambulisha wifi yetu sisi wa Mbeya wifi yetu yule Miriam Odemba, mnamkumbuka wifi yetu yule Miriam Odemba, usifanye umesahau, mlitutambulisha nyinyi kwenye mtandao. Nani alikutambulisha? Nyinyi wenyewe. Niambia kwamba Miriam Odemba ni mpenzi wangu. Ndio ulikuja ukaposti hivyo? Aha. Sasa niliposti kwamba she's my wife or she's my girlfriend hivyo she's your girlfriend. Lakini sawa. Lakini sasa Miriam akaja akaposti kwenye mtandao kwamba penzi lake wewe na yeye limevunjika kutokana na Harmonize, kwamba Harmonize alikuwa hataki wewe na yeye muendelee na mahusiano. Na surprise kusema umshauri kitu Harmonize. Harmonize anahusika na nini? Na Harmonize hayupo huko. Urafiki wangu mimi na yeye na Harmonize mbona ni vitu viwili tofauti. Lakini si ndo aliandika hivyo kwenye page yake ya Instagram? For example, mimi naaminiki kwenye mahusiano. Ndio maana nakwambia siwezi kushauri kwenye mahusiano. Mimi nishawahi kudate mwanamke. Harmonize akaja akanambia mdogo wangu hilo picha hapo hilo sio picha nzuri. Lakini kwenye mapenzi hawashauriani. Mapenzi mimi nimempenda mtu, nimempenda mimi, na bado akaniona naye na maisha akazidi kuendelea, na mpaka nilipoamua mimi kwamba yani hii sio sawa, kwamba yani nimeambiwa na watu, lakini pia wewe mwenyewe umeniprove kwamba yani, kwa sababu mapenzi ni watu wawili, mapenzi sio domo la mtu mwingine wa pembeni. That's why nakwambia like kama yeye aliandika hivyo ni yeye, labda yeye kuna kitu aliona, lakini hajawahi kuwa mpenzi wangu Miriam. She's my sister. Mimi naweza nikakutolea message zake hapa. No, tutolee, hamna shida, tutolee tusome. Jamani mimi si nipo, subiri nikwambie. Mnajua mimi nimetumwa au sio ndugu zangu? Hamjanituma? Ni ndugu zangu amenituma. Yeah, of course. Nataka nione message zangu mimi ni secret yangu, lakini she's my sister and hatujawahi kuwa wapenzi. Yes, ni drama. Yes, nilikuwa mnafanya kiki. Yes, ni drama. Kwa muziki wako unaenda na kiki sasa hivi? Nilifanya kiki kwa sababu kwani wasanii wapo wanaofanya kiki, kwa nini mimi nisifanye? Kwa una believe kwenye muziki wa kwenda na kiki sasa hivi? The first time, not now, kwa sasa hivi mimi sasa hivi unamjua mpenzi wangu mimi? Una uhakika sina? Kimya. Let's go. Bwana, neno moja kwa mashabiki zako bwana. Coming back ya Ibra jamani, Ibra anarudi sasa hivi. Thank you so much guys, and niko na kitu kizuri cha kushare kwenu. I think mwezi huu hauwezi kuisha bila kuachia project, na I think itakuwa ni ni project kubwa. Unajua kuna project alafu kuna project kubwa, ni project kubwa. So guys, get ready. Something big is coming and nitaomba tumshare kwa kila mtu, na mapenzi yenu pia ni kwangu mimi ni kitu cha muhimu, kwa sababu bila nyie mimi siamini kama kuna muziki wa Ibra. Mmeanza kunipambania kitambo na mpaka sasa hivi naamini bado mnanipambania, kwa sababu kuja kwenye page yangu na kusema mnahitaji kitu kizuri, it means kwamba mmemiss kitu kizuri ambacho Ibra huwa ana create. So get ready guys. Thank you so much. One love.